Picha linaanza, kuna huyu mke na mume hapa. Binti anaitwa Glory na mshikaji anaitwa Samson. Sasa mida night hivi, Glory anataka mambo yetu, si unajua tena michezo ya watu wazima, lakini mshikaji hataki kabisa. Yaani binti kila anavyojaribu kufosi, jamaa anamsukuma tu. Sasa binti anajaribu kulalamika, anaambia ni mwaka mzima umepita sasa toka tumefunga ndoa, lakini wewe hutaki kabisa tufanye kitu chochote. Kama kuna kosa nimefanya kwako, naomba unieleze basi nijue nimekwama wapi. Lakini bibie baada ya kuona hata asikilizwi, ilibidi tu apande kitandani na mshikaji. Binti akipanda, yeye ndo kwanza anageukia upande ule kule. Binti analala kwa majonzi kinoma. Basi leo jamaa alitembelewa na wafanyakazi wenzie hapa. Hawa ni wafanyakazi wake. Mshikaji ni boss. Huyu wa kiume anaitwa Fred na huyu wa kike anaitwa Faith. Sasa wakati wanacheza cheza kadi na nini, wanaenjoy kinoma. Yaani hayo mahaba ambayo mshikaji anapata kwa Faith, hadi mke wake kule pembeni anapata wivu. Basi Glory ilibidi amuite Fred pembeni wazungumze na amwambie tu kama kuna shida ambayo unahisi mume wangu anayo, naomba unielezee kwa sababu simuelewi kabisa. Mshikaji anamwambia hajaniambia kama kuna tatizo lolote na mimi sijui kama kuna shida yoyote ambayo inaendelea kati yenu nyote wawili, lakini nitajaribu kwenda kuongea naye. Kama kuna kitu chochote labda umemkosea, na hisi hatonificha, atanielekeza tu. Anaambia naomba usiende kumwambia kwa sababu kama hajakuambia it means hataki wewe ujue kitu ambacho kinaendelea. So ukienda kumwambia vurumai litawaka tena pale geto. Kwa hiyo naomba tu kaushie shemeji. Basi bibi anakosa raha kinoma, yani amani yote inaondoka kwa sababu ni mwaka mzima toka wameingia kwenye ndoa yao, lakini kwenye hiyo ndoa ni kama ndoa fulani hivi ambayo binti yuko single lakini yupo kwenye mahusiano na ameolewa. Basi mshikaji akamwambia tu nimekuelewa na nitafanya kama jinsi ambavyo wewe umeniambia. Leo hapa nyumbani hivi tunamwona binti yuko zake nje hapa anapokea ugeni. Samson alitembelewa hapa na kazini wake, huyu ni binamu, lakini unaambiwa huyu binamu anafika bibi hata hajui kama kuna taarifa ya ugeni hapa nyumbani. Anashangaa, lakini kwa vile ndo ameshakuwa mke haina noma, anajaribu kuwapokea, anatetemeka kichizi. Basi akamwambia wewe nenda tu, mabegi tutakuja nayo. Basi huyu mgeni anaitwa Max. Basi walizama mpaka ndichi na mambo mengine yalisonga. Muda huu sasa tukiwa kwenye muda wa msosi. Jamaa anapiga msosi hivi, anasifia kinoma, anasema shemeji yangu unajua kupika kinoma. Wakati huo binti hapa pembeni anaambia bwana ni kawaida bwana. Anaambia wewe hiki chakula ni kama kimeshushwa vile. Mshikaji alikuwa ni storyteller kinoma, yani hapa ndani anazungumza yeye tu wakati sio kawaida kabisa. Samson anaambia naona kidogo nyote watu mmeconnect, naomba mimi niwapishe. Nipo zangu upstairs, kwa hiyo ukimaliza kula chumbani kwako nishakuelekeza utaenda kupumzika. Mshikaji alishangaa lakini akaona haina noma. Leo bwana jamaa alikuwa anasafiri kikazi kidogo. Hapa hivi anaongea na Faith kwa ajili ya hiyo safari yao ambayo itagharimu kama wiki moja hivi. Wakiwa kwenye hiyo safari walikodi hotel na nini. Sasa muda huo anapiga piga ma story. Samson simu yake ikawa inaita. Faith anamwambia simu yako inaita, ni mke wako tena umemsave jina lake kabisa. Wewe una roho mbaya. Anaambia mpokee hii simu ya mke wako kwanza. Mshikaji anamwambia achana na hiyo simu kwa sababu hiyo simu haina mchango wote. Bibi anashangaa, anaambia hiyo simu haina mchango wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ndo mkeo na ndo mwanamke pekee ambaye wewe umechagua kumwoa kujenga naye familia. Kwa nini usipokee simu yake? Mshikaji leo ni kama alikuwa na sura ya unyonge sana. Binti anamuuliza kama kuna shida yoyote, naomba unielezee basi kwa sababu sikuelewi kabisa. Jamaa anaambia hivi, hata wewe ungeweza kuishi na mtu ambaye anakuchiti. Yaani usiku wa harusi yako mwanamke ambao wewe unaenda kumwoa analala na mwanaume mwingine. Hivi wewe mtu ungemsamehe kweli? Na hiyo ndio sababu ambayo inamfanya mshikaji asitake kabisa kumsamehe mke wake. Na hatujui hatima yake ni nini. Sasa anaturudisha nyuma kidogo. Hiyo ndio siku ya harusi yao sasa. Kuna huyu binti anaitwa Jemima. Alikuwa ndiye mshenga wa Glory. Sasa hapa alikuwa anamuelekeza tu mshikaji kwa sababu jamaa alikuja kumwangalia mke wake kwenye hiyo room ambao wamekodi ili aweze kujiandaa. Anaambia kuna muda alimpeleka ex wake, akashangaa ex wake, lakini mshikaji akaona sio kesi. Akaenda mpaka kwenye ile room ambayo yeye alihisi mkewe yupo mle ndani. Akifika mpaka kwenye hii room, ni room namba 205. Akisikilizia hivi, anasikia milio ya kiutu uzima kidogo. Anashangaa. Hivi, huyu mwanamke
imekuwaje? Kwa sababu amepewa maelekezo kama amekutana na ex wake na huku ndani anasikia miguno ambayo haieleweki kidogo. Basi ndo story iliishia hapo, na hiyo ndio sababu ambayo mshikaji hataki kabisa kumsamehe mke wake. Mdau Faith anamwambia ni sawa, inaumiza, lakini nahisi ungejaribu kumwelekeza, labda kuna maelezo mengine ungeyapata kutoka kwake. Sasa ile simu ambayo inaingia pale room na mshikaji hataki kabisa kuokota, ni kwamba mdau Gloria alikuwa ametoka na Jemima, walienda sehemu moja hivi, kulikuwa na party ya rafiki yao ambaye amejifungua hivi karibuni. Wakati wanarudi, gari yao iliwaharibikia hapa njiani. Sasa binti kila anavyompigia mume wake, mume haokoti simu. Ilibidi tu ampigie shemeji. Max alikuja mpaka sehemu ambao hao mabinti wamekwama bana. Akaliangalia ile gari, akamwambia hii gari na shida gani? Akamwambia imechemsha tu hapo, yani haitaki kuwaka kabisa. Na fundi wangu aliniambia kama itakuwa poa. Mdau binti amekaa na stress kibao kwa sababu simu kila anavyompigia mume wake, mume haokoti. Max alijaribu sana kulitengeneza lile gari, lakini mwisho wa siku walifeli bwana. Aliwachukua na gari yake na kila mtu alimpeleka nyumbani. Basi asubuhi hivi tunamwona Max yuko na Glory wako zao jogging na nini. Mshikaji ni mtu fulani hivi ambaye ana mambo mengi, kwa hiyo asubuhi kamwamsha shemeji yake, anaambia tunzetu tizi bwana. Sasa wakati wanakimbia kimbia huko road, binti si akateguka mguu. Ni vile hajafanya mazoezi kwa muda mrefu kinoma. Sasa mshikaji ilibidi aangalia anamsaidiaje binti na aweze kurudi nyumbani fresh. Basi alimchukua bibie na wakafika mpaka geto, huko alikuwa anamfanyia matibabu kidogo, huduma ya kwanza, kumweka sawa kidogo. Basi alivyomaliza alimfunga na bandage pale mguuni, mwisho alikuwa fresh. Sasa leo mshikaji alikuwa anarudi kutoka kwenye ile safari yake. Anafika mpaka hapa, anashangaa kumkuta binti kwenye ile hali. Basi aliwasalimia tu na mwisho wa siku akamwangalia bibie. Hakutaka hata kuuliza ni nini kimetokea, lakini wenyewe tu alianza kujing'atang'ata. Tulitoka tukaenda kufanya mazoezi, mguu ndo ulipata shida hapo. Lakini mshikaji akutia hata neno, uwezi amini. Akachukua begi yake na mwisho wa siku alipandisha akaenda zake chumbani. Binti alipata pressure kinoma kwa sababu inaonekana mshikaji alishawahi kumkataza kuhusiana na yeye kwenda huko kukimbia. Huku juu Samson anamwambia binti, sioni kabisa faida ya kuishi na mtu ambaye hakuheshimu na mtu ambaye hasikilizi maagizo ya mume wake, kwa sababu mimi nishakukataza sana kuhusiana na wewe kwenda kukimbia. Eti mambo ya jogging, mazoezi na nini, nishakukataza kichizi, lakini naona kabisa hautaki kusikiliza. Binti anamwambia nimetoka na ndugu yako, ni kama uniamini. Tunaishi kwenye hii ndoa lakini sikuelewi kabisa. Mume wangu umekuaje? Lawama zilikuwa nyingi kinoma. Mshikaji naye alimpandishia leo kichizi binti na mwisho wa siku jamaa aliondoka zake. Baada ya kuona nyumbani kelele zimekuwa nyingi kichizi, ilibidi tu asogee pembeni, kuna kibaa fulani hivi. Huku alikata ulabu kichizi, alikunywa hizo bia. Sio poa unaambiwa. Binti akiwa nyumbani anamsubiria tu mume wake mpaka mida hii. Mida imeenda kichizi, lakini mshikaji hajarudi. Sasa huu muda hapa jamaa ndo anarudi kutoka huko sehemu ambayo alikuwepo. Amelewa kichizi. Yaani hapo anajivuta tu ile twende kulia twende kushoto. Binti anamwambia, Samson, umelewa? Mbona sio tabia yako kulewa? Umeanza lini? Lakini jamaa anaambia, usinishike. Usinishike kabisa. Sitaki kukuona kwanza kwenye hii nyumba. Yaani sitaki kukuona kabisa. Siwezi kuishi na mtu ambaye ni msaliti. Wewe utakuja unitilia hata sumu siku moja wewe. Binti anashangaa, jamaa anazungumza nini? Anaongea kuhusu nini huyu jamaa? Anaambia, hivi unakumbuka siku ya harusi kwenye kile chumba namba 205 ulikuwa unafanya nini na yule ex wako? Si wanasema ukilewa unaongeaga ukweli. Sasa leo mshikaji alikuwa anaachilia sumu zote kwa binti hapa. Anaambia nilisikia kila kitu kwenye kile chumba. Yaani haiwezekani unichiti siku ya harusi yetu, na hiyo ndo sababu toka nimekuoa mimi sitaki kufanya kitu chochote na wewe kwa sababu wewe ni msaliti. Na usiku wa leo naomba ndo usiku wa mwisho wewe kuwa kwenye nyumba yangu. Naomba ufungasha kile kitu chako, ondoka. Mshikaji alipandisha zake juu. Sasa binti ilibidi ampigie Jemima amuulize, hivi ule usiku ambao ndo ilikuwa siku ya ndoa yao, yeye alikuwa chumba namba ngapi? Binti anamwambia chumba ambacho ulikuwepo kilikuwa ni chumba namba 305. Sasa binti hapa ndo anashangaa kwa sababu mshikaji yeye anasema ni chumba namba 205 wakati yeye alikuwa kwenye chumba namba 305. Max alikuwepo hapa, anaambia chumba namba 305. Max haelewi, anaona watu mbona kama wanamletea mazonge. Basi alipanda mpaka juu. Mshikaji anaambia, nishakwambia sitaki kukuona wewe mwanamke kwa sababu naona kabisa unaniletea mazonge humu ndani. Anaambia, Samson,
iko chumba ambacho wewe unasema mimi sikuwa kwenye hiko chumba. Mimi nilikuwa kwenye chumba namba 305, sikuwa kwenye chumba namba 205. Kwa kila kitu ambacho wewe umekisikia ni fake. Singeweza kufanya huo upuuzi siku ya ndoa yangu. Basi asubuhi hivi wakati mshikaji akili imemrejea, ilibidi wachunguze hili jambo kiundani zaidi, kwa sababu rekodi zipo bwana. Na mshikaji anarudi hapa, anaambia vipi, mke wangu yuko wapi? Max anaambia yuko juu. Jamaa alikuwa anapandisha hai kinoma. Mshikaji alifuatilia na walifika mpaka kwenye ile hoteli, na mwisho siku ukweli ulibainika bwana, kama binti alikuwa kwenye chumba namba 305 na sio namba 205. Kwa hiyo mshikaji alikuwa anamlaumu tu mke wake kumtesa ndani ya mwaka mzima bila kujua kama alikuwa na makosa na alitakiwa kufuatilia hili swala kama lilikuwa na ukweli ndani yake. Basi leo ilibidi amuombe msamaha binti. Anaambia naomba unisamehe kwa sababu kila kitu ambacho nilifanya haikuwa akili yangu, bali tu ni makosa na nakili nimekosa kwako mke wangu. Naomba unisamehe. Alimuomba sana msamaha binti na bibie kwa sababu bado anampenda mshikaji, sio kama amemchukia, anamkubali kinoma. Ni vile tu jamaa yeye alikuwa hajanyooka bwana. Glory alimkonjolia kabisa Samson na familia ilirudi tena kuwa na ule upendo. Binti alikuwa tu anajidekeza hapa, anaambia unajua umenitesa kichizi. Jamaa anamwambia haitokaa ijirudie tena hiyo. Yaani hiyo ndo kwa mara ya kwanza na ndo mara ya mwisho kutokea. Sasa na hii picha ndo inaishia hapo bwana. Hii ni Smart Recap TZ. Usisahau tu kusubscribe, share na like kwenye channel yetu. Dondosha comment hapo chini kuhusiana na hiki chuma. So tukutane wakati mwingine bwana, au sio? Ciao.